Hello wadau, leo tunaenda kujifunza jinsi ya kujaza kamati ya shule katika mfumo wa sisi, jinsi ya kutengeneza na kujaza kamati ya shule. Cha kwanza kabla ya yote unatakiwa uwe na email yako na password kama ni mwalimu mkuu ambayo umepewa na afisa tehama wilaya. Utaingiza pale email yako kama unavyoona hapo na password yako, utaingia, utalogin. Ukishaingia sasa, leo kama tulivyosema tutaenda kudili na moduli katika school management. Unaenda moja kwa moja katika moduli ya clubs and committee. Tunaenda kuangalia jinsi ya kujaza kamati ya shule katika mfumo wa sisi. Tunajazaje kamati ya shule katika mfumo wa sisi? Tunaenda kuangalia sasa. Kabla tujaanza mada yetu ya leo, tuende moja kwa moja kwenye dodoso. Katika dodoso kamati ya shule katika dodoso la TSA awali, kamati ya shule ipo katika kipengele cha 13.0 kamati ya shule. Swali lake linasema uwepo wa kamati ya shule, maana yake hapo utasema ndio au hapana. Na ikiwa kamati ya shule ipo, idadi ya vikao ilivyokaa kwa mwaka ni vingapi? Maana yake hapa sasa tutajaza kama ni vikao 2, 3, tutaandika hapa. Ikiwa kamati ya shule ipo, jaza idadi ya wajumbe. Hapa tutaandika wajumbe wale waliopo katika kamati ya shule. Kama wanaume wapo 2, utaandika kwa 2, na hapa wanawake wapo sio kadhaa, utaandika kadhaa. Kwa hapa ni idadi wanaume kwa wanawake. Kamati ya sasa ina muda gani tangu iundwe? Maana yake hapa utaandika tangu kamati ya shule iundwe mpaka sasa hivi kuna miaka mingapi, utaandika hapa. Sasa haya maswali yote haya tunaenda kuyajibu leo. Kwa kujaza ile moduli ya clubs and committee. Sasa moja kwa moja tukalili hapa 13.0 kwa dodoso la TSA. Tuje TSM, ili swali linapatikana vipi? Tutakapojaza ile kamati yetu ya shule, manake kote litakuwa limejijaza. Tuje katika dodoso la TSM, linapatikana kipengele cha 15.0. Swali lake la kwanza linasema, je, shule ina kamati ya shule? Utasema ndio au hapana. Ikiwa kamati ya shule ipo, idadi ya vikao vilivyokaa kwa mwaka ni vingapi? Maana yake utajaza kama ni kwa mwaka huo 2025 vikao mlifanya 2, utaandika 2, 3 utaandika 3, 10 utaandika 10 idadi. Ikiwa kamati ya shule ipo, wajumbe wa kiume wapo wangapi? Wajumbe wa kike wapo wangapi? Kamati ya sasa ina muda gani tangu iundwe? Miezi, utaandika hapa, labda kama ni miaka 2, miaka 3 utaandika hapa. Kwa hiyo kama sema miezi, kama miezi manake miezi 12, kama miaka 3 manake 12 mara 3 utaandika pale. Hayo ndo maswali ya kamati ya shule, ipo katika dodoso la TSM kipengele cha 15.0. Sasa twende tukajaze kamati ya shule, tujibu haya maswali. Tunajibu vipi haya maswali? Hii ndio hapana, tunaijibu vipi? Tunarudi sasa katika moduli yetu ili tukajaze, tuje kujibu hayo maswali. Nimesema dodoso moduli yetu tunaipata katika school management. Tunaenda moja kwa moja kwenye clubs and committee. Sasa hapa ili tuweze kujaza kamati ya shule, tunaenda hapa, kutakuwa na, baada ya kuingia kwenye clubs and committee, ikifunguka moduli yetu ndani tutakutana na vipengele vitatu au vitu vitatu hapa: subscribed, clubs, committees na jirani. Sasa ili tujaze kamati ya shule, sisi moja kwa moja tunaenda katika committees. Okay, baada ya kuingia kwenye moduli ya school clubs and committee, tushaingia katikati pale. Sasa hapa hatuna kamati hata moja. Sasa mimi katika shule yangu naangalia nina kamati gani. Hapa nataka tuzungumzie mahususi katika kamati ya shule, tunaijazaje? Hapa hamna kitu kamati. Hapa ni kamati, formation date, tarehe, status. Sasa ili kuisajili kamati yako ya shule au kuiunda kamati yako ya shule katika mfumo wa sisi, tunaenda katika neno subscribe.
Kufika hapa sasa tutabofya hapa, tutabofya hapa. Tukishabofya zitakuja kamati zote zile ambazo wametuainishia katika mfumo wa sisi. Tuna bodi ya shule, kuna kamati ya shule, kuna UWAWA, dawati la ulinzi wa mtoto. Kwa hiyo mimi kwa leo nitazungumzia kamati ya shule, nitaibofya kamati ya shule, afu nitaandika tarehe ambayo hii kamati ya shule iliundwa. Tuchukulie kamati yangu ya shule iliundwa mwaka 2025 ndio niliunda hii kamati yangu ya shule. Kwa nitatafuta tarehe hapa, mwaka kwanza. Nitatafuta mwaka. Mtandao kwenye kana sumbua kidogo. Mwaka 2025 ndio niliunda kamati yangu ya shule. 2025 mwezi wa kwanza kabisa, tuchukulie naanza mwaka kabisa, nikaunda kamati yangu ya shule. Tarehe, tuchukulie tarehe za kufungulia shule huko tarehe 14. Hapa ndo niliunda kamati yangu ya shule. Kwa hiyo baada ya kuchagua kamati ya shule nikachagua mwaka na mwezi na tarehe ya niliyounda kamati ya shule na confirm hapo. Nikisha confirm itakuja pale chini. Hapa sasa ninayo kamati. Kamati ya kwanza ni kamati ya shule, formation date manake ile pale 2025 mwezi wa kwanza tarehe 14. Status manake active. Hii kamati ya shule nikisema active manake inafanya kazi, ipo. Tayari nishaunda kamati ya shule. Nikitoka hapo sasa, mbele ya kamati ya shule kuna formation date, kuna status. Hapa mbele kuna neno action. Ili neno action hapa kuna kama ka plus hivi, kama tuna ka plus. Kwa na bofya hapo ili sasa nijaze sasa watu au wajumbe waliopo katika kamati ya shule. Kwa hiyo nikishabofya hapo itakuja itakuja hiyo menu hapa ya kujazia. Kuna add member, maana yake nitaadi sasa wale wajumbe wangu, add member. Hapa kuna role type, kuna representative type, kuna committee position, term duration na mambo mengi. Tunaanza moja role type, maana yake naanza kuwasajili watu wangu. Kwa hiyo mimi hapa nitaanza na mzazi, parent. Nitaanza na mwenyekiti ambaye yupo upande wa wazazi. Na parent na kuja kumchagua huko huyu parent, maana yake yeye anawawakilisha, anawarepresent wazazi. Ndio representative type, kwamba ni mzazi, lakini huyu mzazi katika kamati ya shule anawawakilisha wazazi wenzake katika masuala mazima ya elimu. Select member, nitawachagua sasa huyo mzazi ambaye utamchagua anatakiwa kuwa na mtoto hapo shuleni kwako ambao amemsajili na yeye ndio. Kwa hiyo ukibofya hapo maana yake utachagua wazazi wote wapo hapo. Wewe unamtaka mzazi gani? Hapa tunamtaka mzazi anaitwa Timi. Tajaza hapa Timi. Hapa kwa ufupi Timi hayupo. Ukijaza hivyo nene andika jina la huko kabisa. Mgonja. Hapa nina Daniel John Mgonja. Kwa hiyo hapa sina mgonja mwingine. Na mimi hapa kamati yangu ya shule na mtu anaitwa Timi Mgonja. Kwa hiyo huyu manake kulingana na usajili wangu huyu mzazi hayupo katika shule yangu. Kwa hiyo ili awepo huyu mtu anatakiwa kuwa na mtoto hapo shuleni kwako. Sasa tunafanyaje? Tunarudi nyuma kabisa. Tuna cancel hapa, tunasitisha kwanza, twende tukamsajili huyo mzazi tuone kama atatokea hapa. Tumesema lazima awe na mtoto. Kwa hiyo nakuja katika moduli ya manage students. Nikitoka hapa nachagua darasa lolote, kwa mfano nachagua primary. Nachagua section primary, darasa nachukua darasa la pili. Katika darasa pili nataka nionyeshe kwamba huyu mzazi naenda kumpa mtoto huku, afu tumuone kama atatokea kule. Ili tuhakikishie kwamba wazazi wote ambao watakuwepo katika wajumbe lazima wawe na watoto kulingana na mfumo unavyotaka. Kwa hiyo naenda namchagua mtoto mmoja hapa, mimi nitamchagua Abdi Zanel Dot. Nitaenda mbele kabisa kule katika zile action
naenda mbele katika action, vidoti vya action hivi nabofya, naenda kwenye edit. Nikija kwenye edit, taarifa za shule huku, mtoto kama kawaida sana, namwekea weight hapa. Weight chukulie huyu mtoto ana miaka 9, pia ana 25, alafu namwekea urefu 120, naenda mbele next. Kwa hiyo hakikisha huku taarifa zingine za mtoto zote umezijaza vizuri, umezijaza vizuri kabisa, ndio utapata ile neno next. Utakuwa unajaza taarifa zingine, special needs kama nilivyojaza no, kama ni yes utaandika wewe hapo utajaza, lakini kwa mimi mtoto wangu taarifa zake ndio hizo hapo. Kwa hiyo mimi naenda next. Toka hapo nitajaza kata shule yangu ipo katika kata gani. Nitachagua kata hapo, kata zipo kibao, mimi nitaandika kata hiyo ambayo shule yangu ipo. Pale nitaandika kilomita zangu kadhaa na next. Hapa ni sehemu ya kuandika mzazi. Hapa kuna mzazi wa mtu Zaniel dot ni mtoto ni mzazi wa huyu mtoto ambaye nimemsajili hapo. Kwa mimi nataka nimbambanikizie huyu Timi mgonja. Hapa nasema ni male. Nitasema huyu ni mkulima. Nitasema level yake ya elimu ni sekondari, tayari na msave. Nikisha msave hapa nitachagua kama jirani, kwa sababu mzazi wake yupo, nitamchagua kama jirani, kwamba labda mzazi akiwa mbali, huyu atakuwa anamwangalia huyu mtoto, atakuwa anampa mahitaji yote na mselect. Kwa hivyo tutakuwa na mzazi, afu tutakuwa na jirani ambaye atakuwa anamzingatia huyu mtoto akiwa shule. Submit. Kwa hiyo sasa mtoto atakuwa na wasimamia, atakuwa na mzazi, atakuwa na jirani ambaye atakuwa anamsimamia. Nakuja sasa katika moduli yangu ile ya clubs and committee, tukamwone huyu mzazi, je, atakuja baada ya kumpa mtoto kule. Naenda kwenye add member, mwishoni hapa neno action na add member pale. Naanza select parent, namchagua mzazi ambaye mzazi huyu atakuwa anawakilisha wazazi au walezi. Alafu yeye huyu sasa tuseme jina lake Timi. Sasa amekuja Timi mgonja. Huyu tulimsajili kule Timi mgonja kama jirani. Mgonjwa. Kule nitaenda kubadilisha jina, ni mgonja. Haya. Position huyu tunasema ndo mwenyekiti wa shule. Duration tunasema na miaka 3, na hapa miaka 3 duration. Kipindi cha kamati yangu ya shule inadumu kwa muda gani mpaka nichague nyingine miaka 3. Kwa hiyo kama utaandika miezi maana yake 12 mara 3. Hapa tumeanza 2025. Kwa nitatafuta mwaka wangu 2025. Nitauandika hapo 2025, kamati yangu ya shule ndo nilianzisha Januari tarehe 14 ndio nilianzisha kamati yangu, bado mpaka leo inaendelea. Kwa hiyo 2026 ndo kwanza tumeanza mwaka wa pili. Na save huyo mwenyekiti tayari. Hapo nitakuwa na katika kamati ya shule nitakuwa na mtu mmoja ambaye ni mwenyekiti. Kwa hiyo nitamuongeza mwingine, let's say taangalia hapa katika kamati ya shule yangu na makamu mwenyekiti. Nitamchagua tena mzazi. Makamu mwenyekiti ni mzazi. Nitasema tena mzazi au mlezi, anawakilisha wazazi, na mtafuta sasa huyo Amina Kimweri. Yupo tena wewe ana mtoto hapa Kimweri. Mwandika jina la ukoo nione kama atakuja.
Huyu ndo kwa hiyo lazima huyu mzazi utakayemweka hapa lazima awe na mtoto ili atokee hapa. Kama hana mtoto manake hawezi kuja. Kwa hiyo kama kawaida naenda na msajili hapa. Kwa hiyo Eddy Kimweri, nasema huyu ni nani? Huyu ni makamu mwenyekiti, miaka mitatu. Haya, tulianza 2025 14 ile. Huyu ni makamu mwenyekiti, nimeshamsajili. Haya, nakuja upande wa walimu sasa. Upande wa walimu maana tunamweka mwalimu mkuu kama katibu, naongeza vile vile. Upande wa walimu tutachagua staff. Huyu anawakilisha walimu, tusema mwalimu anawakilisha walimu, tutamchagua hapa mwalimu mkuu kama. Kwa hiyo mwalimu mkuu wangu nishamchagua pale, position yake kama katibu. Miaka tuseme miaka duration hiyo miaka mitatu. Hivyo tulichagua na mwaka 2015 na msave. Kwa sasa hizi nitakuwa na mwenyekiti, nitakuwa na katibu wangu, nitakuwa na makamu mwenyekiti. Nikitoka hapo nitachagua wajumbe wangu kama kawaida, na hadi pale mjumbe wa kwanza ni mzazi, utachagua pale. Kwa kamati yako ya shule utaandika wote, utawasajili wote wajumbe katika kamati yako ya shule kama hapo 20, lakini kikawaida kamati ya shule inakuwa na wajumbe 8, si chini ya 8. Kwa hiyo hapa mzazi nitamchagua mzazi wangu nani? Hapa Makale Costa. Huyu hapa mkuja Makale Costa. Huyu ni mjumbe, miaka mitatu. Nimemchagua mwaka huo 2025 mwezi wa kwanza wa shule tu, kaunda kamati yangu ya shule. Sitakuwa na mjumbe mmoja. Naongeza mjumbe mwingine hapa, mzazi tena. Huyu ni mzazi, tafuta jumbe sasa. Kwa majina kwa sela. Naongeza hapa mjumbe mmoja sasa. Huyu hapa, huyu ni mjumbe, miaka mitatu. Mwaka huo 2025 nimechagua kamati yangu nikaunda, kamchagua. Naongeza tena hapa na kwa hapa tuna wajumbe wawili upande wa wazazi, naongeza wajumbe wawili tena upande wa walimu staff. Tuna staff 8 nawakilisha walimu. Nakuja huku na nachagua walimu sasa. Kwa hiyo walimu hapa nina shikiondo kwa mwalimu, position ni mjumbe, alafu miaka mitatu, duration 14 na save. Kwa hiyo mimi nina wajumbe watatu, namuongeza mwalimu mwingine hapa staff, au tena ni mwalimu, namchagua mwalimu mwingine hapa. Mwalimu Zainabu, mjumbe, miaka mitatu ile na niliunda tarehe ile ndio kamati yangu. Kwa hapa nitakuwa na wajumbe 1 2 3 4. Na nikamuongeza kwa 4 1 2 3 4 5 6 7. Namuongeza na mzazi mmoja kama mjumbe, timize 8 parent. Mzazi
tuchukulie mtoto wa kike hapa. Mtoto wa kiume, mtoto wa kike. Daniel Kiwati. Sababu nishamweka mwakilishi na mtafute mwingine. Nitaka niweke gender balance mtoto wa kike. Amani. Naweka huyu ni mjumbe miaka mitatu, election date tarehe ile. Kwa hiyo hawa ni wajumbe wangu. Wajumbe wangu ndo hao, nishawasajili hapa na wajumbe kadha 1 2 3 4 5 na viongozi 5 6 7 8. Kwa kamati yangu ya shule ina watu 8. Kwa hiyo baada ya kujaza hivi na kuitengeneza kamati yangu ya shule, kule katika swali la kamati ya shule ipo, nitajiandika kule ndio. Maana yake nilipotengeneza tu nimekubali kamati ya shule ipo. Katika dodoso nishajibu. Wapo wangapi? Me na ke, maana yake yenyewe hapa itajiselect. Wanaume wataenda sehemu yao, wanawake wataenda sehemu yao. Utajuaje? Itaenda kule yenyewe ulikuwa unamsajili mtoto, kule mbele ulikuwa unaandika female au male. Kwa hiyo na yeye kule itaenda, yule female ataenda kwenye female na male ataenda kwenye male. Kwa hiyo tayari nishajibu kule baadhi ya maswali kwenye dodoso. Sasa nilifanya vikao vingapi? Na kuja hapa chini kwenye neno add na add vikao vyangu nilivyofanya mwaka 2025 nilifanya vikao vyangu vingapi? Mimi nitasema nilifanya kikao kimoja tu cha kufungulia shule. Kama ulikuwa na vikao 20 na wewe mwenyewe utaandika vikao vyako 20. Lakini mimi nilifanya kikao kimoja ambacho nilifanya iko kikao cha kufungulia shule tarehe 14. Location nilifanya labda say ofisi ya mwalimu mkuu. Ofisi ya mwalimu mkuu ndio nilifanya kikao changu. Agenda zilikuwa nini? Agenda ya kwanza ilikuwa ni taaluma. Agenda ya pili ilikuwa ni afya na mazingira. Afya na mazingira. Agenda ya tatu ilikuwa miradi ya shule. Kwa hizo ndo agenda zangu. Kwa na wewe utakuwa utaangalia katika hivyo vikao ulivyofanya ulikuwa na agenda gani, utaziandika hapo. Baada hapo kikao kilivyoisha niliandika muktasari wangu. Katika muktasari maana yake niliandika cha kwanza nini tulizungumzia katika taaluma. Cha pili niliandika nini tulizungumzia katika afya na mazingira. Dondoo ya tatu nini tulizungumzia katika miradi ya shule. Kwa hiyo hapa nitakuwa tayari nishakitengeneza kikao changu cha kwanza nilichokifanya mwaka 2025. Kwa kikao changu cha kwanza nilikifanya. Kwa ulifanya vikao vingapi? Kule yenyewe itajisave. Hapa nishaweka kikao cha kwanza. Naweza nikaongeza kikao cha pili, lazima cha kufungua. Nifanye cha kufungua na cha kufunga tu basi. Kwa hiyo unaweza kama ulifanya kikao cha kufungua, ukafanya kikao cha mwezi wa 6 tena cha kutathmini wewe. Hapa nikafanya tena kikao cha mwezi wa 2025 lakini nilifanya Disemba cha kufungia shule. Ndio nilifanya tarehe 6. Wapi? Hivyo ofisi ya mwalimu mkuu. Ofisi ya mwalimu mkuu. Agenda zangu tathmini ya 2025 na mikakati ya 2026. Kwa hivyo ndo let's say katika minutes ni muktasari wangu nitaandika katika tathmini tulizungumzia let's say taaluma.
vile vile tukazungumzia afya na mazingira, vile vile tukazungumzia miradi ya shule. Katika muhtasari tulivyomaliza kikao, ndio nikaandika hivyo: nini tulizungumza katika taaluma, nini tulizungumza katika afya na mazingira, nini tulizungumza katika miradi ya shule kupitia kikao changu cha tathmini ya 2025 na mikakati ya 2026 na SEV. Kwa hiyo mpaka hapo nitakuwa na vikao viwili. Hapa sasa nitakuwa nimemaliza kutengeneza kamati yangu ya shule. Nimeshatengeneza kamati yangu ya shule na nimeweka wajumbe wangu, vile vile nishaweka na vikao ambavyo nilifanya mwaka 2025. Sasa makosa tuliyofanya wengi, tumetengeneza kamati ya shule, wengine waliweka wajumbe kama hivi, lakini wengine hawakuweka hivi vikao. Kwa hiyo kule swali la mlifanya vikao vingapi inashindwa kujibiwa kwa sababu hujaweka vikao. Kwa hiyo hapa turejee hapa tukaviweke vikao ili tuweze kujibu lile swali katika dodoso, ulifanya vikao vingapi? Kwa hiyo hapo ndugu zangu, hapo ndio mwisho wa darasa langu la leo ambao nilitamani share. Nilikuwa nataka nizungumzie jinsi ya kutengeneza kamati ya shule, na hivi unaweza kutengeneza kamati ya UWAWA, na kama ndio kufanya hivi hatua zote hivi vitu utazipitia kama tulivyozipitia katika kutengeneza kamati ya shule. Kwa hiyo turudi sasa katika dodoso letu, tuangalie sasa. Tuanze TSA na TSM. Tumeweza kuleta huku taarifa. Shafungua dodoso, twende moja kwa moja sasa. Tuanze na TSA. Kule tulisema tuna vikao viwili, wajumbe wetu tushaandika kila kitu. Narudi mpaka chini huku. Sasa hapa kabla ya yote, kwa sababu tayari tushaandika, tunatakiwa tuzivute taarifa huku. Kwa hiyo nitarani kwanza data hapa. Nitarani data zile zije huku. Nitarefresh data kuhakikisha zile taarifa zangu zote zimekuja katika dodoso. Nikitoka hapa sasa tunaenda kukagua kama tumeweza kuzileta taarifa huku katika dodoso zile tulizoziandika kule za kamati ya shule. Nashuka mpaka chini, tunasema katika TSA inapatikana 13.0. Hapa muda ule hatakuwa na kamati ya shule. Uwepo wa kamati ya shule tayari imeshajibu ndio pale tulivyounda tulivyo subscribe tukatengeneza kamati ya shule, tukatengeneza na formation date, maana yake tayari huku imejiunda kamati ya shule ipo, imesema ndio. Maana yake kama hujafanya hivyo huku inajiandika hapana. Uwepo wa kamati ya shule tunasema ndio, imejisema yenyewe ndio baada ya kuformulate. Ikiwa kamati ya shule ipo, idadi ya vikao vilivyokaa mwaka 2025 ni ngapi? Kule tumesema tulikaa vikao viwili, kikao cha kwanza cha kufungua shule na kikao cha kufunga shule. Kwa hiyo hapa vimejileta huku tumefanya vikao viwili. Kwa hiyo baada ya kuandika tu vikao kule, huku swali limejijibu lenyewe viwili. Ikiwa kamati ya shule ipo, jaza idadi ya wajumbe. Kwa upande wa kamati ya shule tayari tushajibu hapa, tumejibu maswali yote. Na hapa sio kwamba unakuja kujibu huko, maana yake utakapokuwa unajaza kule taarifa zote zinazotakiwa katika kamati ya shule, huko zinajileta zenyewe kama unavyoona. Sasa hili kwa ni dodoso la TSA. Twende dodoso la TSM. Tuangalie TSM, je, tumejibu yale maswali tuliyoona pale? Kwanza tuna run, tuzilete zile taarifa kwenye moduli zije kwenye dodoso. Kwa pili tuna refresh hapa. Tayari turudi sasa chini. Ndio tuone taarifa za ile moduli zimekuja za moduli. Taarifa zetu za kamati ya shule zimeingia kwenye dodoso. Okay, tayari tuje sasa kwenye dodoso letu, tunasema 15.0 hapa. Haya. Maswali yetu yalikuwa machache. Kwanza, je, shule ina kamati ya shule? Ishasema ndio. Kama tulivyosema kule katika TSA, baada ya kuformulate, kuchagua kamati ya shule na katika kusubscribe tu na kuitengeneza kamati yako ya shule, imeshaandika ndio, maana yake tayari ukajaza memba wako kila kitu, wahusika ukawajaza wajumbe wote, maana yake utajiandika ndio. Ikiwa kamati ya shule ipo, idadi ya vikao tuliandika viwili, vimekuja hapo viwili.
Jaza idadi ya wajumbe kama kawaida, wanaume 2, wanawake 4 imekuja huko. Haya, kamati ya sasa ina muda gani tangu iundwe? Ina miezi 14. Kwa hiyo taarifa zote zimekuja hizi hapa. Haya, kwa hiyo asanteni kwa kunisikiliza. Karibuni tena kipindi kijacho.